Baba, nikawe katika kanisa hili pamoja nanyi. Shukrani zangu tena nitarudisha katika baba wa nyumba hii na mama wa nyumba hii. Mungu awabariki sana kwa kuniruhusu nikuja tena nisimame hapa. Na unajua mambo ya Mungu yanashangaza. Kuamkia leo mimi niliota nimeenda kwa kanisa, lakini kanisa sikuwa najua nini. Bwana asifiwe sana. Sasa tukiwa pale katika hiyo kanisa, kuna baadhi ya mtu mmoja ambaye nilikuwa namjua, alikuwa ni mshirika wangu. Bwana asifiwe sana. Lakini mchungaji ndiye muona sikumwona mjua. Haleluya. Sasa huyo mchungaji akawa anasema tumeua nyoka wengi sana. Bwana asifiwe sana. Tumeua nyoka wengi sana. Walikuwa wanakuja wanatokea, tunaua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa nami nikasema na mchungaji, unajua nini? Hazitawahi onekana tena upande wa kanisa. Hazitawahi rudi tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikajua maeneo haya kuna uchawi mwingi sana. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya neema ya mtumishi wa Mungu pamoja na mama, watu ambao wamesimama katika pengo na maombi, Bwana asifiwe sana, basi kuna uchawi wa watu umeharibika mwingi sana. Haleluya. Patie Bwana Yesu makofi mazuri. Nataka pia uinue mikono ushangilie baba wa nyumba hii na mama wa nyumba hii kwa makofi mazuri kwa jina la Yesu. Haleluya. Nataka pia ujipigie makofi kwa jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Haleluya. Nimesalimiwa na mke wangu, naye ameenda kuhudumu mahali. Naye Bwana ni mwaminifu. Haleluya. Hii maandiko ambayo umesoma ndio Mungu kama yalikuwa yangu. Maana mimi pia ile nataka kushift Kitengela. Sasa kuna mahali nilikuwa nimepata sehemu. Amini. Bwana asifiwe sana. Kule nataka kwanza kanisa hakuna mshirika, lakini imani niko nayo. Naenda kujenga kanisa. Yaani shetani apenda asipende. Kama babako alijenga msikiti peke yake. Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yake. I'm telling you. Bwana asifiwe sana. Hiyo nikishajenga hivi, ile kanisa la kule Makutano niligharamika sana. Watu walikuja wakapata kama tayari kanisa ilishajengwa. Mpaka wakienda wanaambia watu kuna kanisa yetu nzuri kwa hapo chini. Bwana asifiwe sana. Ukiona kazi kama hii changia, I'm telling you, ni foundation unawekea uzao wako. For now wewe unaweza kuwa Mungu hajakubariki, lakini foundation unayoiweka ni kwa sababu ya watoto wako. Na maanisha nini? Kama kuna shida mahali fulani wewe umepotea, ina maana unapofanya hivyo basi watoto wako hawatang'ang'ana tena, na hawatateseka na hawatahangaika. I'm telling you. Bwana asifiwe sana. Acha nikufungue macho. Haleluya. Baba yetu alijenga msikiti peke yake. Hakuitisha Waislamu wengine waje. Bwana asifiwe sana. Alijenga akasimamisha. Lakini sasa tunajua sasa madhabahu ambayo si ya Mungu. Naye akakuja nikayaporomosha. Haleluya. Yeah. Na Mungu alinisaidia by the way, nikaenda nikaweka huduma huko nyumbani. Bwana asifiwe sana. Sasa ikaanza kutawala hiyo madhabahu ya Kiislamu. Hawatakuweza hata kama walinua madhabahu ya kimapepo. Hayatatawala watoto wako, hayatatawala uzao wako. Hii yenye unafanya hapa ndio unavyoinua hii madhabahu, hii ndio itakuwa inakabiliana naye. Yakiinuka tu haya yanapiga. Bwana asifiwe sana. Na utaona ukuu wa Bwana katika maisha yako. Wewe angalia tu wale watu ambao wamesimama na hii huduma. Hii miaka inakuja hapo mbele, I'm telling you, watakuwa na ushuhuda wa ajabu sana. Si eti ni mambo na bumazi na kuambia ukweli. Maana mimi mwenyewe nishajionea. Haleluya. Ambia mtu utabarikiwa. Ambia mtu mwingine utainuliwa. Sasa mchungaji amesoma mahali ambapo katika kitabu ambacho pia Mungu alikuwa amenipa ni Biblia. Haleluya. In the book of First Kings. Hiyo yote First Kings ainuliwa Mungu, maana
tuko connected kwa roho moja. Haleluya. Wafalme wa kwanza mlango wa 3. Mlango wa 3 kuanzia mstari wa 16. Kama umepata unasema amen. First Kings, unajua hapa kuna wasomi bao walienda huko asubuhi mapema. Sisi wengine tulikuwa tunaenda jioni. First Kings chapter number 3 kuanzia 16 inasema, ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme wakasimama mbele yake. Mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. 19. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mchakazi wako, nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Sema hivi, ninakataa. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe sio mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema hivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme, ambayo tumesomewa Suleimani. Haleluya. Ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa, na huyu anasema sivyo hivyo, bali mtoto aliyekufa ni mtoto wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, nileteni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, mkate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndiposa mwanamke yule ambaye mtoto wake aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimwonea mtoto wake huruma, akasema, bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimuue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akatwe. 27. Ndipo mfalme akajibu akasema, mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai, maana yeye ndiye mama yake. Haleluya. Baba Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako, tunakushukuru kwa sababu ya mchana huu Mungu. Bwana umefanya tukawe katika nyumba yako. Hivyo ninaomba kupitia kwa neno hili Bwana, likawe la baraka katika maisha ya watumishi wako hawa ambao wamekusanyika mahali hapa. Baba, jina lako libarikiwe. Zaidi ya yote ninaomba nguvu zako, ninaomba upako wa Roho Mtakatifu ukajae katika nyumba hii. Ninaomba wingu la moto likaonekane mahali hapa. Ninaomba nguzo ya moto katikati yetu katika jina la Yesu. Nami nasimama kinyume na kila maroho ya kukamata anga na mapepo wote na wachawi wote na mashetani na mapepo na majini na laana na visirani na mikosi katika anga. Ninasiondoa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba wa mbinguni, ukachukua nafasi na usukani katika ibada hii, maana ibada hii ni yako Mungu wa Israeli. Usikubali ufalme wote ukatawala ibada hii. Usikubali maroho na mashetani yakatawala mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Ninapinga kila roho ya uchawi na ushirikina, mapepo yote ya kukamata anga Bwana nimeyachoma na moto
jina la Yesu. Anga ya watu wako ikafunguke. Ninaomba chochote kilichohibasika na kulibabusaya Baba kikaweze kuachiliwa mchana wa leo. In the mighty name of Jesus Christ. Vitu vilivyochukuliwa, vitu vilivyokamatwa, vitu vilivyoibiwa vikaachiliwa sasa katika jina la Yesu. Ninatangaza ukuu wa Bwana Mayapa. Ninatangaza uwezo wako Mungu ukafanye kazi katika ibada hii. Oh my God, my Father, maroho ya devil super, maroho ya Illuminati ya kuteka mawazo ya watu nyara, ya kutoa mawazo ya watu kwa neno la Bwana, imashamba la bokonda libaseta liba ikatokebu libabu salaba kwa jina la Yesu Kristo. Anga zetu zikafunguka, tukaone tukibarikiwa, tuone tukipenya Bwana, tuone tukirejeshewa. Father, we thank you Lord. We thank you Jesus. Shalala Nilala Shalaba, Nikabu Salaba. Adui hana uwezo, adui hana mamlaka katika jina la Yesu. Tumemweka chini ya miguu zetu in the mighty name of Jesus Christ. Baba nakushukuru, uinuliwe kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa mkono wa neema na mkono wa baraka na kibali katika huduma hii wa mfalme amani. Nasema kazi njema ulianzisha unaenda kuikamilisha. Bwana unaenda kukamilisha. Hili kanisa unaenda kukamilisha. Mjengo unaenda kukamilisha. Maana ni kazi yako. Na wewe unapoanza hakika unamaliza. Thank you because of the Lord. Asante kwa ushindi. Asante maana wale waliodhania kwamba hii kazi haitafanyika Bwana unaenda kuifanya. Asante maana waliona ya kwamba kanisa litakwama, waliona ya kwamba ujenzi hautaisha. Bwana watajionea, wataona na macho yako, wataona na macho yao, watashangaa, watabaki wakishtuka. Oh my God, thank you Lord. Maana Bwana umechukua usukani. Asante maana wewe ni Mungu. Uinuliwe utukuzwe. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. In the book of Mika. Kuna mtu anisomee Mika 7. Mika. Mimi nitasoma hiyo Matthew chapter number 13. Kuna mtu amepata Mika? Mika 7:5. Nataka tu nisomee kale kaya kadoko tu hapo. Pia. Kuna msomaji mzuri wa Kiswahili. Hata kama ni Kikamba wewe soma. Mika 7:5. Kuanzia kwa kwanza. Hiyo Mika 7:5. Mstari wa 5. Mika 7:5. Ndipo nasema usome kwa maiki ndio watu wasikie vizuri. Mika 5 mstari wa 7 mstari wa 5, maandiko inasema msimwamini rafiki. Matthew 13:25. Nasema lakini watu walipolala, uliza jirani yako wewe unalala. Akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Ambia mtu yanatosha. Haleluya. Salimia jirani yako, mwizi wewe rafiki yangu. Haleluya. Nataka nilete ujumbe unaosema wanaweza kuwa